Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Kipekee nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu, nikukaribishe mtumishi wa Mungu kwenye ibada hii nzuri ya Morning Glory. Karibu sana kwenye ibada leo, siku ya Alhamis. Tunamshukuru Mungu sana aliyetutunza, aliyetupigania, hajatuacha wala kutupungukia. Kwa nafasi hii nichukue nafasi kukaribisha mtumishi wa Mungu, wewe ambao unaendelea kufuatilia mafundisho yetu ulioko Tanzania, nje ya nchi, ulioko Marekani, Kenya, Uganda, South Africa, Dubai, Uturuki, wako ambao tunafuatilia tuliko Qatar, tuliko Kuwait, tuliko Dubai. Karibu sana kwenye ibada hii nzuri ya Morning Glory. Kipekee nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya wiki hii. Tunaendelea na kutembea na somo ambalo linasema maombi ya deliverance, maombi ya ukombozi kutoka kwenye roho za utumwa. Maombi ya ukombozi kutoka kwenye roho za utumwa. Tunamshukuru Mungu, ameendelea kutufungua, ameendelea kutufundisha. Yako mengi ambayo tumeendelea kujifunza. Tulijifunza habari za utumwa ni nini, aina za utumwa, na maombi ya deliverance kutoka kwenye huo utumwa. Kwa hiyo kabisa sana asubuhi leo mtumishi wa Mungu, tunapoenda kwenye maombi haya, Mungu akaseme na wewe. Wacha tumshukuru Mungu asubuhi leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo anayetiri hai, tunasema asante kwa ajili ya asubuhi leo. E Bwana, asante kwa ajili ya Alhamisi hii. Mungu umetupigania, umetulinda, umetutunza, umekuwa mwema na mwaminifu kwetu. Asante kwa ajili ya afya, asante kwa ajili ya ulinzi wako. Umelinda watoto wetu, umelinda familia zetu. Hebu fungua kinywa chako mtumishi wa Mungu, shukuru Mungu, mwambie Mungu asante kwa ajili ya matendo makuu. Amelinda watoto wako, amelinda nyumba yako, amelinda kazi yako, amekutunza, amekupigania. Mwambie Mungu asante kwa ajili ya matendo makuu ambayo ameyatenda kwenye maisha yako. Shukuru Mungu hata kwa ajili ya familia yako. Shukuru Mungu hata kwa ajili ya malaika aliyowaachilia usiku kucha, wametulinda, wametuchunga. Sawa sawa na ile Zaburi ya 34:7. Tumeona malaika akitulinda usiku kucha, wametuokoa na kila nguvu za giza. Malaika wameendelea kufanya kituo kwetu. Hebu mshukuru Mungu kwa ajili ya wale malaika aliyowatuma kwetu. Baba, tunakutukuza, tunalisifu jina lako. Jehova Rafa, Jehova Shama, Jehova Nisi, Jehova Him. Unaitwa Emmanueli, Mungu pamoja nasi. Umekuwa nasi usiku kucha Bwana, umetuchunga. E Baba, asubuhi ya leo tunanyenyekea kwako tukiomba toba kwa damu ya mwana kondoo. Ninaomba toba e Bwana kwa ajili ya mama huyu, kwa ajili ya binti huyu, kwa ajili ya kijana huyu. Damu yako e Bwana, ile damu inaonena mema, ikanene mema asubuhi ya leo. Ikanene mema juu ya mama huyu, ikanene mema juu ya binti huyu, ikanene mema juu ya kila mmoja ambaye anasikia sauti hii, katika jina la Yesu Kristo anayeteli hai. Tunakualika Mungu Roho Mtakatifu, kaseme nasi asubuhi ya leo. Tunakualika Baba, wewe ni Mungu unayetujua, wewe ni Mungu unayetufahamu. Sema na mama huyu, wako waliokata tamaa asubuhi ya leo, wako waliovunjika mioyo, wako wagonjwa, wako waliopoteza matumaini. Upako wako na nguvu zako e Bwana zishuke, zipite juu ya watumishi wako asubuhi ya leo. Tunakuhitaji Baba, sema nasi, tufungue, tuelekeze, tuambie yale ambayo yanatupasa kutoka kwenye vifungo na rana na nguvu za giza. Katuchomoe huko Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tunapiga, tunang'oa kabisa roho za mazoea kwenye ibada. Tunakataa roho za uzito kufunguliwa. Nalituma neno lako kila mahali na mahali walioko watumishi wako. Neema yako na wingu lako likawe pamoja nasi. Mungu, anza nasi, nitumie kama chombo kusema na watumishi wako. Fuliza nasi pia, ni katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Bwana Yesu asifiwe sana watumishi wa Mungu. Kipekee nichukue nafasi hii kukukaribisha tena kwenye ibada nzuri ya Morning Glory. Wale ambao mnaendelea kutufuatilia, karibu sana 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 mtumishi wa Mungu. Mwalike na jirani yako. Na leo kumbuka, leo tukasema wiki ni maombi. Tutakuwa na maombi ya muda mrefu. Kwa tutakuwa na maombi, nitafundisha kwa sehemu, lakini tutakuwa na maombi kama dakika 10 au dakika 7. Ni maombi za kupiga, kuvunja na kung'oa. Jamani, haleluya. Somo ambalo tunatembea nalo nikasema ni maombi ya kukombolewa kutoka kwenye roho za utumwa. Nikazungumza maana utumwa, nikasema utumwa ni roho ambayo utumwa ni hali ambayo mtu anatumikishwa na tabia fulani ambayo hajui jinsi ya kuchomoka. Kama unakumbuka, nikasema utumwa ni hali ya mtu kutawaliwa na nguvu fulani kiasi kwamba hana uhuru wa kufanya mema na kuishi maisha ambayo Mungu amemkusudia. Kwamba kuna maroho ambayo anaweza kukaa ndani yako yakawa na kuendesha, yakawa na kutumikisha. Kuna watu niliwaambia jana, nikazungumza kama nakumbuka, tangu jana na juzi nikazungumza, kuna watu ambao hawataki kufanya tabia fulani, lakini kuna maroho ambayo yamewavaa watu, wanatumikisha nayo maroho. Kila kitamani kuchomoka yanawang'ang'ania. Wengine ni mapepo ya uzinzi, hatamani kuzini lakini miroho imemng'ang'ania, imemkamata. Wengine ni utumwa wa magonjwa, na leo tutapita kwenye utumwa wa maeneo kadhaa ambao tutapita naye. Tukaangalia kwenye hayo maeneo ya utumwa, na kama nilivyosema, nikasema shetani ana uwezo wa kuingia ndani ya mtu. Anaingia, yeye anatumia mapepo, anatumia majini, anatumia nguvu za giza. Anaingia ndani ya mtu, hapo anaanza kumcontrol, anatumikisha kwenye matabia fulani.
Jamani, haleluya. Na kama mnakumbuka, tukapita kwenye utumwa wa umaskini, kwenye utumwa wa dhambi, tukapita kokote, lakini leo natamani tuende tukaangalie utumwa wa roho za ukoo. Kuna watu ambao wanatumikishwa na mautumwa na maroho ya ukoo. Kuna watu ambao wanatumikishwa na maroho ya ukoo. Naposema roho za ukoo, nisikilize kwa makini, mtumishi wa Mungu. Kuna watu ambao wamezaliwa kwenye familia ambayo hiyo familia watu wote wanaishi na matabia fulani ambayo hata ukitaka kuyakataa yanakung'ang'ania. Mimi nimekutana na familia fulani ambayo ananiambia, huyu mama ananiambia, mchungaji, wewe acha. Sisi kwenye familia yetu tumezaliwa watoto 8. Ni mabinti 5 na vijana na watoto wa kiume 3. Akasema, mchungaji, ninachokutana nacho, dada yangu wa kwanza, anasimulia huyo mama. Huyo mama anasimulia, dada yangu wa kwanza alizaa nyumbani. Yaani alizalia nyumbani. Alisoma mpaka form 4, akazalia nyumbani. Na kwenye familia tunamshukuru Mungu, tuna akili sana. Akazaa mtoto huyo, akazalia nyumbani. Amekaa, basi tukaendelea, baba zetu akajipanga akamsomesha, akaenda akasomea unesi, saizi ni nesi, lakini alizalia nyumbani. Na tangu amezalia nyumbani, alipokaa akaendelea na manini, akapata mchumba, yule mchumba akamzalisha tena, akamwacha mtoto wa pili. Baada ya hapo ndo dada yetu akaolewa. Hiyo tabia imeenda. Kuna dada yetu anayemfuata kutoka dada yetu, sisi wa kike tuko 5. Na hao ndo, kuna wa kwanza wa kike, wa pili wa kike, wa tatu wa kike, wa 4 ndo wa kiume. Akasema, dada zangu wote wanaonifuata, dada naye niambie hizi habari, yeye ni wa 5, ni wa kike naye. Anambia, hao dada zangu wote walinitangulia, wote wamezaa nyumbani na wameolewa. Yaani wamezaa nyumbani. Huyu dada wangu wa kwanza alizaa nyumbani, wa kwanza, mtoto wa pili alizaa nyumbani, wa 3 alizaa nyumbani, wa 4 ndo akapata mchumba, ndo akaolewa. Lakini ameolewa tena, ndo umri umeenda hivyo, kaishi hivyo. Dada yetu anayefuata naye maisha yale yale. Lakini sasa ninachoshangaa, mchungaji, hata mimi pia nimefikia umri huo, naona zile tabia za dada zangu zinaniandama. Tukafuatilia, hizi tabia zimetoka kwa shangazi yetu. Shangazi zetu nao walikuwa nazaa hivyo hivyo, alafu wanaolewa uzeeni. Kwa hiyo mtumishi, naona kama ni roho. Sasa cha ajabu, wale watoto ambao wamezaliwa na dada zetu, ambao ni watoto wa dada zangu, nao wameishi maisha yale yale. Mtoto anaenda vizuri, anafika chuo kikuu, anazalishwa, haolewi. Kwa hivyo ninapokuambia mchungaji, kwenye familia yetu hata sasa imekuja tena, sio tu kwetu, hata kaka zetu wanazalisha watoto, watu wanawaacha, hawaoi. Kwa mchungaji, ni roho. Kwa ninaposema kuna vifungo ama kuna utumwa wa roho za kifamilia, kuna watu ambao wanatumikishwa na maroho ya kifamilia. Hautaki unatamani kuchomoka, lakini anakung'ang'ania. Wengine ni utumwa wa roho za urevi. Hautaki kulewa, lakini maroho ya ukoo. Ukija kuangalia huku, babu yako alikuwa mlevi, na kinabuni, nani huyo, watoto wa babu yako ambao ni baba zako wadogo, baba wakubwa, wana hizo tabia. Kwa ukiona hivyo, ndio tunaita utumwa wa roho za nini, za kifamilia. Kwa kuna watu ambao wanatumikisha na maroho ya kifamilia. Leo ni maombi yangu kwa jina la Yesu, kila roho ng'ang'anizi zinazong'ang'ania, zinazotoka kwenye ukoo, zinazokuja kwenye maisha yako, zinazokutumikisha na matabia mabaya, iwe ni ulevi, iwe ni uzinzi, iwe ni kiburi, iwe ni kukataliwa, iwe ni aibu, iwe ni roho za kufukuzwa kazi, tukazikatae kwa jina la Yesu. Sema amina kama nanielewa, mtumishi wa Mungu. Kote kwa nayo maombi, tutapiga kila roho za ukoo. Kuna watu ambao wanasumbuliwa kila siku na magonjwa ya ukoo. Kuna watu kwenye ukoo wao ukiangalia, nasema babu mkubwa alimwaga magonjwa ya kansa, akaja babu yetu akauma magonjwa ya kansa, akaja baba yako mkubwa sijui kama magonjwa ya kansa, shangazi naye anakufa na ugonjwa wa kansa. Kumbe ni liro linawatumikisha wanafamilia ambao ni liro la ukoo la ugonjwa wa kansa. Kwa hiyo naomba utumwa wa roho za ukoo. Kuna watu ambao unatamani kuchomoka kwenye eneo fulani, lakini uje kuangalia limekung'ang'ania. Sasa moja ya maombi ambayo tenda kupiga ni kuvunja na kung'oa kila vyanzo vya hizo roho za ukoo. Jamani, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Kwa kuna watu ambao wanasumbuliwa na maroho ya ukoo, kama vile, nisikilize kidogo, wanawake kutokuolewa. Kwa kuna watu wengine kwenye ukoo wao kuna maroho yamewateka, yanatumikisha kwenye roho za kutokuolewa. Kama nilivyosema pale mwanzo, kuna wengine ni roho za ndoa kuvunjika. Anaolewa, anakaa, ndoa inavunjika. Unaangalia watoto wa baba mkubwa, ndoa zimevunjika. Unaangalia watoto wa kaka, shangazi yako, ndoa kumbe ni roho liko upande wa nani? Upande wa baba. Kama ni upande wa mama, unaangalia upande wa mama, unakuta mama mkubwa kaachika, mama mdogo kaachika, mjomba kaacha. Ujue ni roho liko upande wa nani? Wa mama. Leo tunataka tukajidisconnect, tukajitenge nayo maroho ya kuachika na ndoa kuvunjika kwenye upande wa baba zetu na mama zetu. Jamani, haleluya. Wengine ni vifo vya ghafla.
Kidogo tu alikuwa mzima, mara kauma tumbo, kafa. Baba mkubwa naye kafa. Maroho ya vifo vya kufanana, vifo vya ghafla. Kuna watu ambao wanatumikishwa na maroho ya ukoo ya vifo vya ghafla. Hafi mtu kwa jina la Yesu. Pokea hiyo neema. Hakuna kufa. Hatutakufa kwa ajali, hatutakufa kwa moto, hatutakufa kwa ukimwi, hatutakufa kwa kansa, hatutakufa kwa njia yoyote kwa jina la Yesu. Sema amina. Kuna maroho ya ukoo ambayo anaweza kukufuatilia. Kuna maroho ya ukoo ambayo ameteka wana ukoo. Sisi ambao tunamtegemea Kristo sio wa ukoo huo kwa jina la Yesu. Sisi ni wana wa Yesu Kristo aliyekufa na akafufuka. Hafi mtu. Jamani, haleluya. Tunaenda kupiga roho za ukoo zinazofuatilia maisha yetu za mauti. Roho za ukoo za familia yetu zinazofuatilia kwenye maisha yetu, roho za kuachika, roho za kuacha wake, tutaenda kukataa. Jamani, haleluya. Wengine ni umaskini wa kurithi. Baba alikufa maskini, hana hata kiwanja, hana hata baiskeli, hana hata gari. Na sisi ya maisha tunaishi, tunakataa. Tunataka tumwambie shetani, sikia, enough is enough. Tunaweka mpaka. Sisi wakufa au maskini, hatufi maskini. Jamani, haleluya. Wengine ni magonjwa ajabu. Pressure yuma babu. Ile pressure imeenda kwa baba. Imeenda inakuja kwako. Mara ya kushuka, mara ya kupanda. Haiko nomo. Tunataka tukakatae. Wengine ni vimbe. Mavimbe yanasumbua watu. Wengine uvimbe wa tumbo, kafanya operation. Tunakataa leo. Sema amina. Tutakuwa na maombi ya kibabe, kupiga, kuvunja na kung'oa kila mapando yaliyopandwa na roho za uteka juu ya maisha yetu. Jamani, haleluya. Ukisoma kile kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 5 anasema hivi, na yabatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Mungu huyu ni Mungu wenye wivu, anabatiliza wana maovu. Tunataka tukakatae. Kama kuna maovu ambayo tumeyabeba, tutaenda kukataa kwa jina la Yesu. Sema amina. Ukisoma pia ile Isaya 10 mstari wa 27 anasema, na itakuwa katika siku hiyo mzigo wake utaondolewa mabegani mwako na nila yake shingoni mwako, nayo nila itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Tunataka tuite mafuta ya Roho Mtakatifu yakatiwe juu ya akili zetu, yakatiwe juu ya miili yetu, magonjwa yasitamkwe juu yetu. Maombolezo 5:7 pia anasema, baba zetu walitenda dhambi hata hawapo, sisi watoto tumebeba maovu yao. Kumbe kuna watu ambao tunapigwa na magonjwa, lakini source ya magonjwa yametokana na madhabahu za ukoo, yametokana na miungu ya kifamilia, yameleta mapigo kwetu. Leo tunataka tukachomoke kwa jina la Yesu. Sema amina. Jamani, haleluya. Watumishi wa Mungu, haleluya. Sio kama ndio watumishi. Kuna watu ambao tunatumikisha na maroho ya kifamilia. Manguvu ya giza yanatokana na madhabahu za ukoo na miungu ya ukoo. Leo tutaenda kuchomoka. Nimesema huo ni utumwa wa roho za kifamilia. Kuna watu ambao tunatumikisha na maroho ya nguvu za kifamilia. Leo tutaenda kuchomoka kwa jina la Yesu. Sema amina. Lakini pia naomba nisikilize. Utumwa wa kipepo. Huu ni utumwa mwingine. Kuna watu ambao wanatumikisha na mapepo. Mapepo yanaingia ndani ya watu, anaanza kuwatumikisha. Na nitakuelekeza dalili mojawapo za kwamba hapa, je, natumikisha na roho za kipepo? Kuna dalili ili ujue. Kuna dalili ziko huko na mbele tutaangalia. Mungu atupa neema, kesho tutaziangalia dalili kwamba hapa natumikisha na maroho ya kipepo. Na utajueje kwamba mimi natumikisha na maroho ya ukoo? Mapepo ya ukoo, maroho yanayotoka kwenye ukoo yananitumikisha. Dalili ya kwanza, utaangalia ndoto za ajabu. Kuna watu ambao utajua hapa kwamba hivi kwa nini mimi nateseka na maroho ya ukoo? Nimesema kuna moja ya vitu ambavyo utajua, moja ya sign ya vitu utakavyojua ni mandoto ajabu. Unaota kila siku, unaota hapo kijijini. Na ukiota tu kijijini ndio unapigwa na ugonjwa. Ukiota huko kijijini ndio unapigwa na roho maskini. Ukiota huko kijijini, uko shuleni ndio unapigwa na maroho fulani. Tunataka tukakatae. Na leo tutakuwa nayo maombi kwa jina la Yesu. Jamani, haleluya. Sio kama naendelea tumishi wa Mungu. Natamani tuishie hapo kwa leo. Alafu tutaingia kwenye maombi. Kesho Mungu atatupa nafasi. Tutaangalia dalili za mtu aliyetekwa, aliyekamatwa, ambaye anaishi kwenye utumwa. Ziko dalili, tutaziangalia kesho. Leo natamani tuingie hapo, tutaingia kwenye maombi. Tutapiga roho za utumwa wa kifamilia. Sasa moja ya maombi ambayo nataka nikuambie, kama unaweza kaandika andika. Tutaenda kupiga roho za kukataliwa kwenye familia. Roho za kuachika kwenye familia. Tutaenda kupiga roho za mauti, hakuna kufa. Kama alikufa baba zetu, mama zetu, sio nani afi mtu, watoto wetu hawafi kabla umri wetu. Sema amina. Tutaenda kupiga roho ya ulevi na uvutaji sigara, tutaenda kukataa na uvutaji bangi. Lakini pia tutaenda kukataa roho ya umaskini wa kifamilia. Kwa ndo maeneo ambayo tutapita kwenye maombi na roho za magonjwa. Naomba nipatishe maombi haya, mtumishi wa Mungu, kama unanielewa. Asubuhi ya leo. Sema, Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Bwana. Asante kwa ajili ya neema na kibali tena ulichonipa Bwana kulisikia neno lako. Nimesoma ya kwamba kumbe
kuna utumwa wa roho za kifamilia. Yamkini Bwana, hata mimi naishi kwenye utumwa wa roho za kifamilia, roho za kuachika, roho za kugombana, roho za kufukuzwa, roho za uzinzi, roho za urevi, roho za magonjwa ya kansa, magonjwa ya presha, magonjwa ya uvimbe, magonjwa ya ukimwi, magonjwa ya moyo, magonjwa ya sikosel. Leo ninasimama sasa kama mtumishi wako nikiomba toba kwa ajili ya uharari wa mapepo, wa mizimu, wa uchawi, wa uganga ulioachiliwa kutoka kwenye ukoo. Nimegundua kumbe kwenye familia yako maroho ng'ang'anizi yanayong'ang'ania maisha yangu, kuleta madeni, kuleta magonjwa, kuleta hasira, kuleta ukatariwa, roho za kuachika, roho za umaskini, roho za kukopa. Asubuhi ya leo ninasimama kinyume. Asubuhi ya leo ninasimama kinyume nayo maroho ng'ang'anizi ya umaskini, maroho ng'ang'anizi ya magonjwa ya kansa, magonjwa ya presha, magonjwa ya uvimbe, magonjwa ya ukimwi, magonjwa ya moyo. Kuanzia sasa toka, achia leo, toka, achia leo. Achia maisha yangu, achia jina langu, achia watoto wangu, achia nyumba yangu. Napiga hiyo roho, napiga hiyo roho, napiga hiyo roho. Achia watoto wangu, achia nyumba yangu, achia kazi yangu. Maroho ya umaskini na kataa kabisa. Sintatumikishwa na roho za umaskini za kifamilia. Hata kama babu zangu walitenda mabaya, iko damu ya Yesu iliyoniamisha kwenye ukoo, kwenye madhabahu za ukoo, kwenye miungu ya ukoo. Nachomoka sasa, nachomoka sasa, nachomoka sasa. Hiyo roho ya utumwa, hiyo roho ya uteka na ikataa kwangu. Sintatumikishwa na roho za madeni, sintatumikishwa na roho za ukataliwa, sintatumikishwa na roho za ukoo za kudharaulika, za kudhalilika. Na kataa kwangu, nafuta kwangu na watoto wangu. Hebu fungua kinywa chako mtumishi wa Mungu, anza kuomba, jitenganishe. Wewe unajua kwenye familia yenu kuna maroho ya aina gani, na nimekuambia kuna watu ambao kwenye familia zao yako magonjwa na watesa. Magonjwa ya kansa, magonjwa ya figo, magonjwa ya moyo, magonjwa ya presha, magonjwa ya uvimbe, magonjwa ya kichwa, magonjwa ya vidonda vya tumbo, magonjwa ya sukari. Kataa kabisa. Waambie nakataa leo, waambie nakataa leo, waambie napiga, waambie navunja, waambie nakataa, waambie nachomoka leo. Sitatumikishwa na roho za ulevi, sitatumikishwa na roho za ukimwi, na roho za magonjwa, roho za kukataliwa, roho za kiburi. Kataa mtumishi wa Mungu, kataa kabisa kwa damu ya mwana kondoo. Kataa kabisa kwa damu ya mwana kondoo. Omba, jitenge kabisa. Mimi kwenye ukoo, ni kweli nimezaliwa kwenye ukoo wa walevi, mimi sitalewa. Ni kweli nimezaliwa kwenye ukoo wa wazinzi, mimi sitazini. Ni kweli nimezaliwa kwenye ukoo ambao wanakufa na magonjwa ya moyo na magonjwa ya presha, mimi sitakufa kwa magonjwa ya presha. Ni kweli nimezaliwa kwenye familia ambayo wanateseka na madeni, mimi sitakopa kwa jina Yesu. Hebu nianza kujitenganisha. Rapa sikataya rama ya ndaya mandoza. Omba mtumishi wa Mungu, omba kwa ajili yako, ombea watoto wako, ombea dada zako. Wakomboe, waambie na wakomboa leo, waambie na wakomboa leo, waambie na wachomoa leo kwenye mikoba ya familia, kwenye mikoba ya ukoo. Waambie tunachomoka, tunachomoka, tunachomoka kwenye madeni na aibu. Waambie tunachomoka kwenye aibu na magonjwa kwa jina Yesu. Na mchomoa binti huyu kwenye roho za kukataliwa, roho za kudhalilika, roho za kuzalia nyumbani, roho za kufeli shule. Na mchomoa binti huyu, na mchomoa mama huyu, na chomoa watoto wake, na chomoa dada zake, na chomoa kaka zake. Hizo roho za mauti zilizotumwa, haya magonjwa ya sukari, haya magonjwa ya pressure, haya magonjwa ya kansa. Toka, achia leo, toka, achia leo, toka, achia leo. Achia mifupa, achia mishipa, achia moyo, achia akili, achia ufahamu, achia nafsi. Nafuta kabisa roho za uchawi, roho za uganga. Toka roho za uganga zilizokaa kwenye familia, napiga, nazipiga, nazivunja, nazing'oa, naziharibu. Natamka upako wa kutetewa na kupiganiwa kwa jina Yesu. Hebu ita ulinzi wa Mungu. Zekaria 2:8 amesema atatufunika, atatuficha kwa ukuta wa moto, atugusai sisi. Amegusa mwani ya jicho la Bwana. Baba, katika jina la Yesu ninamwombea dada huyu kuanzia sasa, namtenga na roho za ukoo. Namwombea mama huyu, namtenga na roho za ukoo. Namwombea baba huyu, namtenga na roho za ukoo. Namwombea kijana huyu, namtenga na roho za ukoo. Natamka ulinzi, natamka kibali, akaishi sawa sawa na Mungu alivyomkusudia. Asitumikishwe tena kuanzia sasa na utumwa wa aina yoyote. Hata tumikishwa kwenye umaskini, hata tumikisha kwenye ulevi, hata tumikisha kwenye umbea, hata tumikisha kwenye kukataliwa, hata tumikisha kwenye kuachika. Ninatamka neema na kibali juu yake cha kutafutwa na kuinuliwa. Mungu akakubariki, Mungu akakuinue. Sema amina. Mungu akutegemeze, Mungu akuinulie watu wema watakao kushika mkono. Hata kama ulizalishwa, Mungu akuinulie mume sahihi. Hata kama ulizalilika, Mungu akuinulie watu sahihi. Hata kama ulikuwa unaumwa, Mungu akuletee madaktari. Mungu akukutanisha na uponyaji
Nami ninatamka upako wa kuinuliwa na kubarikiwa, ukaishi tofauti na madhabahu za ukoo zinavyotaka, ukaishi sawasawa na madhabahu ya Kristo inavyotaka, na Mungu akakupe neema, na Mungu akakutunze, na Mungu akakubariki. Uwe na asubuhi njema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi wache tuombe kwa ajili ya asubuhi ya leo. Mungu akakupe neema. Wako watu ambao sehemu mbalimbali, wako Tanzania, wengine nje ya Tanzania. Kuna namba za simu zinapita hapo chini, unaweza kaachilia sadaka yako. Inaandika lipa namba, unaweza kaachilia sadaka yako hapo na Mungu atakubariki. Acha niombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru sana kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya mama huyu na baba huyu. Wako watu yamkini Bwana walitoa masadaka mabaya kwenye miungu ya ukoo wao, ili wanafamilia wote watekwe na kushikiliwa na hizo madhabahu za ukoo huo, na mdisconnect na hizo sadaka za kipepo. Natamka neema na baraka kupitia sadaka yake Bwana, ikampe kumiliki, ikampe kutawala. Nami ninamtamkia baraka asubuhi ya leo. Mungu akubariki na kukulinda. Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Mungu akupe kibali katikati ya watu. Mungu akuonekanike katika kila unalofanya siku ya leo. Na itamkia baraka mwezi huu wa 5 ukawa ni mwezi wa kupokea na kuinuliwa. Ni katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibu tena asubuhi siku ya Ijumaa. Mungu akubariki, Mungu akutunze. Amen. Asante sana.